I say mwenye bahati abahatiki kwa kweli. Yaani hiyo fursa ingekuwa yangu. Yes, sijui ningeitumiaje yani. Sasa huu kuutwanga utaula mbichi. Chuya zitakuchana koo. Upo? Tena kama ni mwiba umeukanyaga ulokoma. Subiri kupata dona ndugu. Hivi ndio mwanaume huyu. Mwenzio sasa mwenzako ni bendera. Upepo kienda kuyupo, upepo ukipeleka kuyupo. Kwa huyu ndugu yangu ni ndugu yangu, simseme vibaya. Ila ukweli nakwambia hujapata umepatikana. Ina maana tayari? Tayari ndugu yangu. Haya, mimi nimekuja kukusikiliza. Karibu sana. Asante. Naweza kuongea basi? Sikia subiri. Ualifia, sioni kama kuna umuhimu kwenda kuongelea huko. Ndicho nilichokupigia simu ndio tukizungumzia hapa. Humo ndani mambo hayaeleweki. Sawa, mimi nakusikiliza. Kaka, shemeji yako nimekuta akachukua kila kitu cha kwake kaondoka. Mimi nimeondoka hapa asubuhi vizuri. Anaambia mume wangu, baba Ocho kanipigia simu anaomba nimpeleke mwanae akamuone. Nikasema sawa. Nikajua atampeleka baba kesho kutwa. Cha ajabu kaka, kasubiri nimeondoka nimerudi nimekuta hayupo. Hajaniambia, hajaacha maagizo yote na nimekuta geti kafunga. Nimeruka ukuta kaka. Unajua sijakuelewa umemaanisha nini? Ina maana yule mtoto ana baba mwingine tofauti na wewe? Nifafanulia. Kuna baba mwingine tofauti na wewe? Yangu. Hiyo ni siri. Kiwalisia mimi shemeji yako nilimkuta akiwa mjamzito. Nimetunza mimba. Ocho tokeo kwa mdogo paka nafikia hapo watu wanajua ni mwanangu yule mtoto. Kwa kinachoendelea ndo kama unachokiona, shemeji yako hayumo ndani. Hali haieleweki. Bala luko bini bala luko. Humo ndani shemeji yako kashakusanya kila kitu. Yupo hapa toka asubuhi. Yaani nimekuja kwanza nimeshiwa hadi nguvu nimebidi niishie kuwapatia tu wao mifugo chakula. Unajua nataka nikuulize kitu kimoja. Je, unaweza kuwa unafahamu huyo mwanaume anapoishi? Kaka, huyu jamaa mimi sijui anapokaa. Na muonagonaga anakuja tu hapa kwangu. Ndio maana nimekupigia simu. Unisaidie upeleza nijue anapatikana wapi. Nataka kunikumbusha mbali sana jamaa. Unanikumbusha hadithi ya jamaa mmoja hivi Shabani Kibwana na Hadija Kimani. Usifike huko. Labda tu mimi nataka nikuulize.
Je, shemeji unaweza kuwa unafahamu ndugu zake wanapoishi? Shemeji yako ndugu zake mimi nawajua, namfahamu mama yake na kuna mjomba wake mmoja hivi, ndio watu ambao toka nimeanza kuwa na mahusiano na shemeji yako wamekuwa nawaona mara kwa mara. Okay, sawa. Mimi nahisi hapo haujakosea bado, na bado hatujachelewa pia, kwa sababu wazazi ndio nguzo na ndio shina la sisi watoto. Kwa hiyo mimi nakushauri tungeenda kwanza kwa wazazi, kwenda kumwangalia kwanza yupo au la hayupo. Kama utamkosa basi tutajua jinsi ya kufanya. Huyo kaenda kwa mwanaume mwenzangu, sio kwa wazazi wake. Dada samahani. Samahani dadangu kwa kukusimamisha hapa. Nilikuwa nataka nikwambie wewe ni sahihi sana kumleta yule mtoto pale nyumbani. Lakini yule mtoto kumbuka bado ni mdogo sana. Bado anakuhitaji wewe mama yake. Hilo swala la kumleta hapo kwangu bado dadangu, yaani ni hilo tu nilokufuata nikueleze. Mchukue mtoto aondoke naye. Sikia wewe dada. Labda wewe unafurahia ya maisha. Mimi wenzako sifurahii. Amenipa mimba, hakunihudumia. Nimejifungua, hajatoa huduma yoyote. Hivyo nimeamua kumletea mtoto na yeye alee. Dada Na kama ingekuwa wazazi wake mimi singekuwa nishaenda. Hilo naomba uelewe vizuri. Yule kaenda kwa mwanaume. Habari za wazazi hapo weka pembeni. Nisaidie kujua na mpata vipi huyo jamaa na anapoishi. Basi. Sawa. Sio kwamba si mama yake si nini au na mimi. Najua kwa sababu nilimchukua kwao. Ila hajanyaga anaenda kwao. Kanyaga anaenda kumpeleka mtoto. Kaka ni mke wangu, nimefunga naye ndoa. Kwa makini tunza mali yako kaka. Sawa, hilo lenyewe limeisha. Lakini kuna kitu nataka nikushauri kabla ya kufanya hilo jambo. Ungeenda kwanza kukuthibitisha kwao. Kama hayupo, basi ndio tufanye jukumu la kupeleleza. Sasa nimekuwa nitaenda. Ila sasa nilichokuambia. Basi poa, mimi ngoja. Unajua tena. Ninaomba basi nikutoe. Unaona nimekukuta wima hata leo hata. Sasa ngoja niache kwanza madudu hapa tuondoke. Twende bwana. Au yabaki tu kwanza. Nishavurugwa ndugu yangu. Umevurugwa wewe. Yaani ni kwa nini yani? Yaani kwa nini sieleweka kabisa? Hakuna. Ninapokufahamu mimi wewe. Sio kumezea tunaacha jambo mtu hivi na anakuja mpaka kwako. Baba, hakuna kitu kizuri maisha kama kuheshimu mamlaka. Mamlaka nimesoma. Kwa mimi najielewa. Mamlaka kwa mke. Hebu mtu ajichanganye kwangu. Ndio maana nimekwambia hivi, nisaidie kwanza kujua na kupatikana huyo jamaa. Mimi nishakwambia. Kwa hiyo nataka kwamba kile nikifikia kufanya mimi nikwambie wewe. Kile nitaka nifanye nikwambie. Basi poa, mimi naingilia hapa. Hii njia hapa haitoki tokea kule. Kule natoka kule. Asema nini? Mimi narudi ndani siacha mlango nimeacha wazi mwenda. Fresh. Niambie. Mimi mpenzi wangu leo
Nimefurahi sana. Nimeenjoy kuliko siku zote. Kweli. Kweli. Ninakola ndandai. Sasa mimi leo tunapenda uli. Kweli, hiyo kwa vitu. Kwa hiyo mbona umeshajiana na kondo ndego na hapa leo? Hamna, hapa ndani niondoke na wewe. Nadhani siku nyingine tutakutana. Hapo zangu kwa asubuhi. Wewe maneno wewe. Sasa mwingine nitoe wapi nakupenda wewe? Wewe maneno mjanja. Hamna bwana. Kweli. Basi nisikuzuia. Basi sasa mimi nataka sasa niende. Kweli. Haya. Baadaye. Napenda sana hivyo. Nakupenda pia. Asante. Hongera. Naona umefurahia mechi tamu ulioipiga kwenye uwanja wa Kapenta. Uwanja huu uliokosa magoli. Vipi? Mtamu sana tu. Hakukosa ndimu wala pilipili. Halo. Muonekano wa nje ni mwenye umbile la mchicha. Lakini kwa ndani ni mbulo koma. Nigusa achia kama mtale. Hadi sasa ni mapumziko 2-2. Na hapa ndipo naenda kuchukua point kwa kocha. Kwa hiyo sasa kama unaingia usichelewe kutoka. Maana na ratiba kurudi kipindi cha pili. Upo? Alafu kingine. Mimi ni dambichi nisha na shombo ya kale inayonuka. Mbwa samaki bila chambo na mkono upele bila kucha. Upo? Nadhani kila kitu toko umejionea. Bucha ni lile lile. Lakini tofauti ni wapimaji. Mpimaji wa kwanza alikuwa akipima. Alikuwa haweki nyongeza. Ila huyo mpimaji wa sasa hivi ana vitu. Yaani kana kwamba akipima hivi hawezi kuacha kuweka mnofu hivi fulani. Kwa hiyo mama, usitarajie kama atarudi kwenye bucha lako tena. Hiyo ni kawaida kwa wafanyabiashara wote wanaotegemea riba ama ni hila za haraji. Halafu mimi hichi sicho kilichonileta. Kilichonileta mimi hapa ni kuzungumzia kuhusu lile bao lako la ushindi ambalo lilokuheshimisha wewe sasa ukaitwa baba. Bao la ushindi? Jukumu langu hapo mwanzo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba anashinda. Ila kwa sasa hivi jukumu lako wewe ni kuhakikisha unautunza ule ushindi. Mimi ni yule bingwa ambaye nikishinda huwa sina muda wa kupoteza kutetea ubingwa wangu. Mimi ni sawa na mbwa. Kwa hiyo sitaweza kuruhusu miluzi iweze kunipoteza. Kweli wewe ni mbwa. Na sio mbwa tu. Yaani wewe ni jibwa koko. Wewe